Desemba 5, 2023, siku ambayo wakazi wa Dar es Salaam na watumiaji wa kivuko cha Kigamboni hawataisahau. Gari kubwa aina ya Volvo likiwa na shehena ya mizigo ya mamilioni ya pesa lilizama ndani ya kina kirefu cha bahari. Jitihada za awali nchini Tanzania ziligonga mwamba. Je, unajua ni teknolojia gani kutoka Uturuki iliyoweza kulinyanyua gari hili ambalo wengi waliamini limepotea jumla? Karibu Yembe Online TV. Leo tunakuchambulia operesheni hii ya kihistoria. Gari hili linalomilikiwa na kampuni ya Azania lilikuwa limebeba zaidi ya chuma na injini. Lilikuwa na matumaini na uwekezaji mkubwa. Kwa miezi kadhaa, gari hilo lilibaki kuwa makazi ya samaki, huku wataalamu wa ndani wakikosa nyenzo za kulitoa. Lakini Azania hawakukata tamaa. Mwezi wa 8 mwaka jana, safari ya kuelekea Uturuki ilianza. Huko walikutana na mabingwa wa uzamiaji na uokozi. Majibu ya Waturuki yalikuwa ya kushangaza. Hiyo ni kazi nyepesi sana kwetu. Sisi tunaibua hadi vifaru vya tani 1000. Itakuwa Volvo? Safari ya vifaa vizito kutoka Uturuki hadi pwani ya Dar es Salaam ilianza. Walikuja na teknolojia ambayo haijawahi kuonekana kwenye maji yetu. Kazi haikuwa rahisi. Shinikizo la maji na mchanga vilitishia kukwamisha zoezi hilo, lakini utaalamu wa kimataifa uliingilia kati. Zoezi hili limeacha funzo kubwa kwa sekta ya usafirishaji na uokozi hapa nchini. Je, unataka kuona vifaa gani hasa vilitumika? Na video za tukio zima gari lilivyopanda juu ya maji kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu? Usipitwe na sehemu ya pili ya video hii, ambapo tutakuonyesha teknolojia ya hatua kwa hatua ilivyotumika kuliibua gari la Azania kutoka kwenye giza la bahari. Bofya kitufe cha subscribe hapo chini na washa kengele ya taarifa notifications ili uwe wa kwanza kuiona video hiyo hapa Yembe Online TV. Tuachie maoni yako. Je, unadhani Tanzania tunahitaji kuwa na vifaa hivi vyetu wenyewe?